muziki. Kipi kitakacho kusaidia? Twende. Kwa sauti ya maporomoko. Kwa sauti ya maporomoko ya maji yako. Maanake wakati wa shida, wakati wa matatizo, sauti zinazokuijia ni nyingi. Mtume Paulo anasema si kila sauti, unayosikia kwamba yatoka kwa Bwana. Anasema sijaribuni hizo roho, maana kila roho inakuja na sauti yake. Kwa hiyo wakati wa shida sio wa kwenda kupeleka umbea kwa kila mtu kumweleza shida ulionayo. Ni wakati wa kutafuta majibu kwenye magoti katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Gharika zako zote. Anasema gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Daudi anasema matatizo yote yamepita juu yake. Lakini alifanya nini? Mchana Bwana ataagiza fadhili zake. Anasema mchana kutwa kote Mungu ataagiza fadhili zake. Na usiku wimbo wake utakuwa nani? Na anasema na usiku wimbo wake utakuwa na yeye. Naam. Maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Sasa angalia Daudi anachosema. Wakati shida na matatizo yalipomzunguka, anasema sauti na ni mgumu. Ni sauti za kumpoteza. Lakini anasema hakutaka kupokea sauti hata moja. Anasema anamtazama Mungu aliye wimbo wake. Anamtazama Mungu aliye suluhisho la majibu ya maombi yake. Wewe maombi yako napeleka wapi? Swali. Tazame Mungu, si watazame watu. Tazame Mungu, si watazame watu. Mungu ndiye aliyetuita. Na yeye ndiye anajua alichokuitia. Hakuna aliyeingia hapa kwa bahati mbaya. Hakuna aliyekuja kwa bahati mbaya. Ulikuja mwenyewe, ulisikia sauti ya Yesu ilikuleta mahali hapa. Kwa nini ukozwe na mtu aliyoko kwenye kiti jirani yako halafu na kuondoe kanisani? Bwana pewe sifa. Haleluya. Haleluya. Leo kiindi chako kinapenda kufukiwa katika jina la Yesu. Sauti zote unazosikia zinapenda kufukiwa kwa neno la nani? Kwa neno la Yesu. Maana yeye anasema ni neno lenye uzima. Daudi anasema kwa neno lake lililetao uzima usiku na mchana. Yeye ni wa leo na jana na hata milele. Kwa hiyo neno lile ambao shida Daudi alipitia na wewe unazipitia, lakini majibu bado yapo. Tumaini bado lipo kwa Yesu. Tumaini bado lipo kwa Yesu. Nimalizia na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na ule mstari wa 5. Tunamaliza leo, nilikuja kukusalimia. Halafu injili sio kuhubiri sana kwamba ndio watu watakuelewa. Wewe pokea tu kitu kimoja tu, kwamba inatakiwa ni mtazame Mungu. Hayo mengine kama ukuelewa chochote, umtazame Mungu, alafu ukishamtazama Mungu kila shida ulionayo peleka kwenye maombi. Soma neno kwa bidii, ishi kwa maombi, alafu utasikia Mungu akisema juu yako. Hayo matatu zile yatakushinda. Hebu maliza na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na ule mstari wa 5. Mara hapa Biblia inasema nini? Akaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Au usipoisoma. Hiyo ni jina kufahamika sana. Hicho kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 5 inasema kulikuwepo na mtu mmoja aliyekuwa kiwete miaka 38. Siku moja Petro na Yohana wakiwa naenda hekaluni kusali, kwa sababu yeye alikuwa akiwekwa kwenye ule mlango akiomba sadaka, akitarajia kupata kitu chochote kutoka kwao. Petro yeye akamwambia, sisi hatuna cha kukupa, hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila tuna imani tu katika jina la Yesu ndicho tukupata. Simama ufanyeje? Simama uende. Yeye alitarajia kama vile watampa pesa, wakamwambia tuna jina la Yesu. Na mimi